Mwezi ulo wa fahari ulokuja kwetu kutuunganisha, ndani yake zipo kheri, sote hima kujifaidisha. Tuyatende ya Qahari na yatumwa wetu alotufundisha, tujitenge na ya shari yasona faida yasonufaisha. Tukiwa na MCA Gago tayari kumuuliza mawili matatu kuhusiana na shughuli kama hii. Na mheshimiwa, haya si mambo ya kawaida, ni mambo ambayo kwamba tumezoea yanafanywa na wabunge labda na magavana. Wewe kama wewe umesimama peke yako, umewezaje mambo kama haya? Asante kabisa. Mwanzo kitu kikubwa zaidi nitaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutupatia uhai na fursa kama hii, kwa sababu si uwezo wetu wala akili yetu, isipokuwa ni kudra zake. Na nikienda katika swali lako ndugu yangu, naweza sema kila kitu ni moyo na kujitahidi na kumweka Mungu mbele, kwa sababu hakuna mwenye uwezo isipokuwa yale yaliyoko ndani ya moyo na nia. Mwenyezi Mungu hatimaye huyawezesha. Nia hujenga matumaini, matumaini na bidii hufanya mambo yakawa. Kwa hiyo nia yangu kwa watu wangu ni nzuri na ni kubwa na nawapenda. Hatimaye Mwenyezi Mungu atanionyesha nguvu, na ndio iko changamoto, lakini ni kujituma na kujinyima. Huku ni kujinyima ninachojinyima, na haina maana kwamba hatuwezi kufanya, isipokuwa tunaweza kufanya japo kwa kujituma, kujinyima na kujichanga. Kwa hiyo hapa naweza sema ni moyo zaidi. Na tumeona wingi wa watu kwa jinsi ambayo kwamba hatujatarajia. Je, ni nguvu gani imewapatia wafike mahali kama hapa, na mikakati gani ambayo kwamba iko ya kuhakikisha watu kama wale wametulia na wamefika, wamefaidika na kile ambacho kwamba umekiweka tayari? Mimi naweza sema ni upendo. Unajua shughuli ni watu, na watu wanapojitokeza ni kuonesha upendo. Unaweza weka shughuli na watu wasije, na hii imejitokeza mara nyingi. Hii watu kufika kwa mapema ni kuonesha ule upendo walionao na kiongozi wao kwa kile kidogo nilicho nacho, tuje pamoja tuhakikishe kwamba tunafaidishana sisi kama jamii. Kwa hiyo naweza sema ni moyo. Na tumeona wengi katika ambao kwamba wako ni wanawake, si wanaume. Labda kuna sababu gani ambayo kwamba imepelekea ikawa hivyo? Kila siku napenda kusema jamii ambayo inalinda wanawake ni jamii ambayo ina msimamo na ina thamani. Kwa hiyo wanawake ni kiungo muhimu sana katika maisha yetu, hata katika vitabu vya dini. Mwanamke ndio anayejenga nyumba. Kwa hiyo mwanamke tunapomweka mbele tumeheshimisha jamii. Kwa hiyo mwanamke ana nafasi yake tofauti na mwanamume. Asante sana. La mwisho kufunga na wewe, mbali na haya, je, ni mengine maendeleo gani ambayo kwamba yapo na mengine yanakuja, watarajie wakazi wa Magogoni? Kuna msemo unasema Magogoni ya sasa sio ya zamani. Mambo yamefanyika, ukweli umeonekana na utofauti pia umedhihirika. Tumeweza kufanya mambo kadhaa. Nitakwambia upande wa shule tumeweza kutoa basari. Mimi kama MCA chini ya uongozi wa kaunti ya Mombasa tumeweza kutoa basari takriban milioni 10. Ni kitu ambacho hakijawahi kufanyika. Magogoni barabara zimetengezwa. Sidhani kama kuna barabara ambayo ina shida zaidi ndani ya Magogoni, isipokuwa nyingi tumezimaliza. Drainage, taa. Kwa vijana tumeweza kutoa driving takriban 200, tumeweza kutoa passport, nimeweza kuajiri vijana kwa mara ya kwanza kabisa. Vijana wameenda kazini na wanavaa uniform na kampuni tofauti binafsi kupitia uongozi wangu. Na leo haya ninayofanya ni yale ambayo mimi kama MCA nafanya kwa juhudi zangu na pesa zangu na kile kidogo nilicho nacho. Na haya tumeyafanya zaidi, si mara ya kwanza, si mara ya pili. Nimeweza kusimama kutetea kiwanja cha Bilima mwaka jana, kutumia takriban 800,000 shilingi kuonesha umuhimu wa kiwanja kile. Mimi kama mimi nafanya yale ambayo ni yangu dhahiri na shairi. Kwa hiyo wana Magogoni ndio wana majibu zaidi. Ni tofauti imeonekana. Na kwa hayo tunatoa shukrani kwa mheshimiwa, na kiurefu zaidi si maneno yangu mlioyasikia, ni maneno ya kijana wetu Gago ambaye kwamba amesema evidence iko katika wananchi wake. Kwa hiyo lolote linaloendelea hapa, ametufunza kitu kimoja kwamba kutoa si kuwa nacho, kutoa ni moyo, na hilo ndilo amelisisitiza. Kwa hayo asanteni.